Somo langu litasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Kwa nini tuungame dhambi zetu sisi kwa sisi? Tusimfuate Mungu direct. Lakini akatuambia tuungame dhambi zetu sisi kwa sisi. Mungu, hatua ya kwanza mwanadamu alipokosa, Mungu mwenyewe ndiye aliyemsamehe yule mtu. Baada ya kuwa amekosa katika Eden. Lakini Mungu alijua kabisa kwamba kama mimi wamenikosa, basi hata wao wenyewe wanaweza wakakosana. Na kama wakikosana itakuwaje? Basi kama mimi Mungu nimesamehe, itabidi na wao wakajisamehe wenyewe kwa wenyewe. Kwa Mungu hapo ikabidi aache lango wazi. Ikabidi aache lango wazi kwa ajili ya kila mtu ambaye atakuwa amemtenda dhambi mtu mwingine. Kwamba kabla ya kumfuata Mungu, basi anaweza akamfuata mtu huyo na kumuomba nini? Rehema au msamaha, na mtu huyo akamsamehe. Kuna faida kwenye kumsamehe mtu, na kuna hasara pia ya kuto kumsamehe mtu. Tena ni hasara kubwa sana ya kuto kumsamehe mtu. Lakini kuna faida kubwa ya kumsamehe mtu. Ninaposema kumsamehe mtu, sina maana kwamba ni katika sisi kwa sisi tulioamini, alafu wale wengine tukaona kwa sababu sio dini zetu, sio dhehebu letu, basi hatupaswi kuwasamehe au kuwatendea mema. Maandiko yanasema tafuteni amani kwa bidii na watu wote. Watu wote ni wote, jumla ya fikra zako, wanaomcha Mungu na wasiomcha Mungu. Wewe tafuta amani nao. Wewe kama umemkosea, nenda kamuombe msamaha. Haijarishi kwa sababu eti unasali yule hasali na umemkosa ukashindwa kwenda kuomba msamaha. Hilo litakuwa ni tatizo. Tena ni tatizo kubwa sana. Halafu hata jamii inaweza ikakushangaa kwamba yule si tunamwonaga pale, lakini mbona ametenda hili afu anakuwa mkaidi. Kwa kuna hasara kubwa sana ya kuto kusamehe. Lakini kuna faida kubwa ya kusamehe. Amen. Kitabu cha Yakobo sura ile ya 5 na mstari wa 16. Kitabu cha Yakobo 5:16. Hakuna aliyepata? Neno la Mungu linasemaje? Amen. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Yaani tunaungama dhambi mimi na wewe hapa. Baada ya kusameheana dhambi sisi kwa sisi, tayari uadui ule umeishaondoka. Tumebaki kuwa marafiki. Basi tuombeane mema. Ili tupate kuponywa. Kwa nini tuponywe? Kwa sababu kuna maradhi yanaweza yakaingia kwa kuto kusamehe. Na hili unaweza ukalipuuzia, lakini mimi tuko umri wangu nilofikia nimeshaona. Yaani mtu anaishi na kifungo cha kumwambia mtu sitakusamehe, afa anaugua mwenyewe. Moyo hutanuka, presha kuwa kali. Unaenda kupimwa unaambiwa na presha. Chanzo cha presha hakijulikani kwa sababu tu umeishi na kifungo la mtu kwamba sitaki kumsamehe mtu huyo. Hiyo ni hasara. Hasara ya kwanza unaipata katika mwili wako. Yaani katika mwili wako tu unaanza kunyong'onyea mwenyewe. Kwa nini uanze kunyong'onyea mwenyewe na kupoteza afya yako? Kwa sababu katika moyo wangu, katika roho yangu nimesema sitakuja kumsamehe Bwana Ayubu. Hasara ya kwanza. Lakini hasara ya pili ni kupoteza roho yako milele. Hii inawezekana. Kama Mungu alitusamehe sisi, kwa nini mimi nisikusamehe wewe Ayubu? Na nisipokusamehe wewe, naenda mbingu gani kwa haraka tu? Ya yule aliyenisamehe mwanzo, naendaje kwa mfano? Hata kama ni wewe tufikiria unaendaje kwa mfano? Ikiwa yeye alikusamehe wewe, na alikusamehe katika dhambi nyingi na matendo makubwa na ya ajabu. Lakini mimi kwa kakosa kadogo tu unaniambia sitakusamehe kabisa. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unapata madhara katika mwili wako pia kiafya. Moyo utanuka, kukaa na mawazo, kila ukikaa unamfikiria adui yako. Fulani alinitenda hivi, fulani alinitenda hivi. Mpate kuponywa. Anasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Kuomba kwake mwenye haki huyo mtu sasa kwafaa sana. Tayari unaingia kumbe hata katika haki ya Mungu. Akiona
akiomba kwa bidii. Unaingia kwenye haki hata ya Mungu. Mungu alivyotusafisha sisi akatufanya kuwa hatimiliki yake mwenyewe, ya kuingia katika raha yake ya milele, ya kuingia katika uzima wa milele. Amen. Sasa wewe unasema sitakuja kumsamehe Mwanakatwe kwa sababu gani? Aliwahi kunifanyia hivi. Sawa, kwa akili za haraka haraka kibinadamu inawezekanika, lakini kimbingu inagoma kabisa. Inagoma kabisa. Biblia inakwambia ukasamehe, alafu wewe hautaki kusamehe. Hilo ni kosa kubwa sana, na ninakwambia utapoteza hasara. Hasara ya kwanza katika uso wa dunia hii, unaanza kupoteza afya yako. Ulikuwa na afya nzuri tu, unashangaa nguo zinaanza kutera. Kwa nini zinatera? Umeweka kifungo. Siwezi kumsamehe Mwanakatwe, siwezi kumsamehe Ayubu, siwezi kumsamehe Martha, kwa sababu alinifanyiaga hiki. Hilo ni tatizo. Na ndio maana maandiko yakisema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Kama Mungu alisamehe, kwa nini wewe usisamehe? Wakati mwingine kuishi katika uso wa dunia inabidi ujifanye mjinga. Kwa mambo unayoyaona kama vile huyaoni. Kwa mambo unayoyajua kama vile huyajui. Kwa mambo unayoyasikia lakini kama vile huyasikii. Lakini kuna faida kubwa sana ya kumsamehe mtu aliyekukosea. Haijarishi, naposema haijarishi vuka mipaka. Amen. Waefeso mstari wa 31 mpaka 32. Neno la Mungu linasema. Mungu anasema, uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na uchungu wote na ghadhabu. Unaposema ya kwamba sitamsamehe mtu, ni kwamba cha kwanza umetengeneza uchungu katika roho yako. Alafu kinachokuja kufuatia ni ghadhabu, inakuwa imekujaa. Alafu ukumbuke ghadhabu ina nguvu kuliko hasira. Yaani ukitafakari unaweza kuona hasira ndio ghadhabu. Lakini ghadhabu ina nguvu kuliko hasira. Ghadhabu ili itulie mpaka itimize kusudi lake. Hasira unaweza ukaidhibiti kwamba yaani ukabaki unalia wewe mwenyewe tu. Lakini unafikiria nikifanya hivi, yaani kuna chembe inakuja kwamba yanaweza kanipata mabaya, naweza nikaua kabisa, bora hata niondoke. Lakini ghadhabu inakwambia fanya, tenda. Yaani inakusukuma kutenda kile kitu. Yaani hasira anaweza akaja mtu mwenye hekima au mzee kutuzidi wote hapa, akwambia tafadhali kijana wangu, usitende hivi. Msamehe tu huyu mtu. Mwache kabisa. Endapo kama ukitenda mabaya atakukuta, hasira huwa inashuka. Hasira huwa inashuka. Lakini ghadhabu, haina kama babako unaona nikatoka hapa. Yaani mpaka wakatimize ile kusudi. Hiyo ndio huwa ghadhabu. Ghadhabu ina nguvu kuliko hasira. Ghadhabu inakusukuma ukatende kwanza kile kitendo. Alafu ukitenda kile kitendo, ghadhabu huwa imeisha, inabaki ile hasira. Au ile hasira inakuja kwa upole tena kwamba hivi nimefanya nini hapa? Ndio unatamka kwamba nimezungukwa na like ya watu tayari nimeshaua. Umezungukwa na like ya watu lakini umeshatenda tayari kile kitendo kibaya. Na hali yako ilikuwa ni simple tu. Ilikuwa ni kitendo cha kusamehe na kujifanya mjinga, unaenda zako. Lakini kwa nini unatengeneza ghadhabu? Ghadhabu asili yake ni kulipa kisasi kwa yule mtu aliyekukosa. Hutaki kusamehe, lazima uwe na ghadhabu. Alafu ile ghadhabu ikisha jaa kabisa inakusukuma kwenda kulipa kisasi kwa mhusika yule aliyekukosea. Yaani hasira nimekwambia inaweza ikapoa, lakini ghadhabu mpaka itimize kusudi ndio huwa inapoa. Endelea. sema kwamba uchungu wote na ghadhabu, uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke katika vinywa vyetu na katika roho zetu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena hapo sasa anakuja anasema, yaani kwamba baada ya kusameheana, baada ya kuwa pamoja, baada ya tayari kuwa ule uadui umeondoka, basi ndipo linakuja kutimia hilo neno. Tuwe wafadhili, tujifadhili sasa sisi kwa sisi, tuhurumiane, tubebane. Ule udhaifu umeshajua kwamba kumbe nikitenda hivi namkosea Martha, nikitenda hivi namkosea Mwanakatwe. Basi tuanze kubebana baada ya kujua udhaifu wangu.
tuwe na huruma, tukasameheane kama na Mungu alivyotusamehe katika Kristo Yesu. Sasa kama Mungu alisamehe, wewe ni nani usisamehe? Mungu mwenyewe alisamehe, wewe ni nani usisamehe? Na hizi ghadhabu hizi na hasira na uchungu ni vitu vinavyoendana katika mwili wa mwanadamu, na vyote vikimjaa kwa pamoja, unaweza yaani mtu huyo anaweza, kwa mtu ambaye atakutana naye hivi anajua kabisa ni chizi. Lakini kwa sababu gani anaonekana chizi? Ana uchungu ndani yake, katika roho yake ana ghadhabu, ana hasira. Lakini chanzo chake ni nini? Ni dhambi tu ambayo mimi nimeitenda, lakini wewe hutaki kunisamehe. Chanzo chake ni nini? Ni dhambi tu ambayo wewe umeitenda, alafu mimi sitaki kukusamehe. Sasa nabaki naishi na kifungo. Yaani kila nikikuona napita njia nyingine, lakini napita njia nyingine huku nawaza nimfanye nini huyu mtu. Ni kwamba anaonekana alinishinda katika ile vita, anaonekana yeye kwamba yeye ni mwamba au yeye ni nani mpaka amenitendea hivi. Sasa yale mawazo yanazidi kurotate kwenye akili yangu, ile hasira inazidi kujaa siku ya siku. Kipindi napishana mimi na wewe na kutengenezea mfumo mbaya wa maisha yako, na kutengenezea njia mbaya, na kutengenezea kisasi. Na kisasi chake huwa kina nguvu sana. Usipobaki kwenye ulemavu wa kudumu, basi unaweza ukapoteza kabisa maisha ya mtu. Unaweza ukapoteza kabisa maisha ya mtu. Maisha kabisa yanaondoka. Lakini chanzo chake, kwa nini huyu mtu ameamua kutoa roho ya huyu? Kwa sababu ya kutokusamehe. Kwa nini umeamua kumfanya huyu kuwa ulemavu wa kudumu? Kwa sababu ya kutokusamehe. Unabaki na mauchungu na hasira tu kama tulivyoona. Yaani umekosana hata kidogo, mama na baba ndani, hasira inaambia kwa mtoto, makelele haya. Nikichwa kama babako. Kwa nini nikichwa kama babake? Kwa sababu bado una uchungu na hasira, ghadhabu. Kwa hiyo hayo makelele tulioyaona hapo kwenye mstari wa kwanza wa Efeso hiyo, lazima yadumu. Hayo makelele hayawezi kutulia kwa sababu bado unakuta una ile hasira. Una ile hasira. Sasa jarishi ni sehemu ya fedha, ni sehemu ya muda wako, ni sehemu ya thamani yako yoyote, lakini tayari ni hasara umeshaipata kwako. Mtu mweupe anaona ni heri apoteze hasara ya fedha, lakini sio hasara ya muda wake. Sasa ukipoteza muda, na hali ya kuwa kule kwao shughuli wanazozifanya wanalipwa kwa muda, yani kwa masaa. Sasa akipoteza masaa mawili, amepoteza sehemu, yani amepoteza sehemu ya maisha yake, sehemu ya familia yake, sehemu ya utajiri wake, na kuna kiwango kabisa anaporomoka hata kiuchumi. Wewe hauogopi sehemu ya kupoteza muda wako, hauogopi sehemu ya kupoteza fedha zako, hauogopi sehemu ya kupoteza rasilimali yoyote ambayo tayari umeshaimiliki. Hasira inatangulia mbele. Hasira kama ingemtangulia Mungu mbele, Adamu asingetoboa pale Edeni. Mungu aliwahi kumtangulia, kumpa onyo. Bwana sikiliza, ni kweli mimi ndio atimiliki ndio kuweka hapa na hii bustani mali yangu, lakini nimekuweka hapa sharti ya kwanza, wewe umilime tu na uitunze. Relax. Lakini Mungu akaona hautakuwa peke yako, akampa na msaidizi ili angalau wafarijiane na kuendesha ile kazi pamoja. Lakini dakika mwisho Adamu alipokosa, umeona Mungu alichokifanya? Mungu anajua Adamu kabisa huyo amekosa, na Adamu kajificha, lakini Mungu anaenda kwa upendo. Adamu uko wapi? Kimya. Adamu uko wapi? Sauti inasikika, nipo huku Bwana. Kwa nini upo huku? Anasema nimejificha. Hapo Mungu kama vile hajui. Anasema kwani umekula lile tunda? Huo ndio upendo wa Mungu kwa wanadamu. Kwani umekula lile tunda? Ni kama vile hajui kinachoendelea. Kumbe anajua tangu mwanzo kwamba ninakwenda, lakini tayari tukio limeshatokea. Anakwenda kujua kitu ambacho yani roho ni ajabu sana. Kwa hiyo bado akaenda kwa upole. Lakini angefika akisema kudadadeki, yani wewe nilikwambia nakwambia yani wewe lazima ufe. Nilikwambia ukila hicho lazima ufe. Pale hesabu yao ingepotea, maisha yao yangepotea, kila kitu kingepotea. Kama ni Mungu katika uumbaji, basi angefanya upya.
Lakini akaona kazi niliyoitaabikia kwa siku 6. Angalia mtu akaona thamani ya siku 6. Wewe kuna mali umetafuta kwa miaka 7, miaka 2, alafu inaondoka kwa ajili ya hasira tu za kipumbavu. Sehemu ya hati yako inaondoka, sehemu ya muda wako inaondoka. Yeye siku 7, unajua siku 6 mwanadamu ndo aliumbwa. Vitu vyote vilimtangulia, ile siku ya 6 ndio alikuwa mtu wa mwisho kuumbwa mwanadamu. Lakini akatafakari, hizi siku 6 nimefanya yote haya. Huyu mtu kweli ndio apoteza sehemu ya furaha yangu, ya amani yangu, kivipi? Basi ikabidi amsamehe. Na akaona maisha ya huyu yatakuwa ni endelevu. Ya kutenda kosa anakuja kutenda kosa, anakuja kutenda, itakuwaje? Akatengeneza bado mfumo endelevu. Baada ya watu kujaa katika uso wa nchi, maovu yakaongezeka. Ndivyo kitabu cha Mwanzo kinatuambia 6:11. Usikisome, kiko wazi. Umeona bana? Basi hapo sasa bado Mungu akazidi kutafuta mpango endelevu wa kumwokoa mwanadamu. Ndipo Mungu sasa akaona haya maovu yamekuwa ni mengi machoni pa nchi, lakini bado akatafakari, akasema basi, akakubali tena kutoa sehemu ya roho yake, akamtuma mwana ulimwenguni. Mwana naye kavumilia mateso vibaya mno, kichapo cha kufa mtu huku na huku, lakini bado katika dakika ya mwisho akiwa msalabani anasema, Baba uwasamehe, maana hawajui walitendalo. Ni kweli hatujui? Mtu atende kosa leo asijue analolitenda. Huu ni uongo. Yaani kama Wayahudi wa mwanzo waliomsulubisha Yesu hawakujua kosa lao, basi ni wao. Walokole wa leo, wapenda kosa wa leo, Waislamu wa leo, Wasabato wa leo, Waromani wa leo, kila kosa analolitenda mtu lazima ajue hili ni kosa. Huwezi kutenda kosa ukasema eti nimetenda bila kujua. Huo ni uongo. Kwa sababu Mungu bado anakuonya kata tena ya lile kosa. Mungu alimwambia Kaini, dhambi iko mlangoni na kuotea, lakini inapaswa ukishinde. Alimuonya kabla ya kutokea, lakini bado angalia, Kaini ikaenda kumua ndugu yake Abili. Bado Mungu anakuja anamuuliza, Kaini, ndugu yako Abili yuko wapi? Wasoni jamani na uchungu na gazabu. Nikasema, kwani Kaini mimi ni mlinzi wake au mimi ni bodyguard wake? Au mimi nimekuwa ni nani kwake? Umeona? Yaani Mungu bado alienda kama vile alivyo, kwa sababu mwanzo katika ibada wanaenda wote. Huyu kabeba matoleo yake ya mbuzi na nini, huyu kabeba vitu vyake, nyanya, hoho, kitunguu nini hivyo. Lakini akashangaa, mbona huyu mtu yuko peke yake? Na si kawaida. Ndugu yako yuko wapi? Jamani kaja kwa sababu ina hasira na uchungu. Yaani kisa kumtolea tu mtu. Unajua dalili nyingine ya mtu kutokusamea, mtu kuwa na chuki, ni kutokuridhika. Unapokuwa na tabia ya kutokuridhika kwa kidogo unachopewa na Mungu, inakusababisha wewe kuwa na hasira ya kipumbavu. Yaani kuwa na magazabu yasiyoeleweka, yaani unakuwa wewe ni jitu ambao lipo tunaweza kukutana na mtu za size, pale lazima unisalimie. Wewe mjinga, ni umepishana na watu wangapi huko mpaka uje unisalimie mimi? Hiyo salamu yako nilikuwa nataka shikamoo, ningeenda pale shuleni, ningesalimia na watoto wangapi? Kumbe kwa sababu jitu lilipokosana na mke wake, afu ya chanzo kidogo mno. Yaani kisa kidogo mno. Kidogo. Ila ile hasira ndugu yangu inadumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Tunapoungama sisi kwa sisi tunapata faida katika miili zetu, tunapata faida katika roho zetu. Mimi nisha tafiti. Unapoona hata ni mtu ana fedha, ni tajiri, hata kama ni wa kwanza duniani, ukikuta hana mwili kama wa kwangu nilionao, ana matatizo. Na tatizo la kwanza ni roho ya kisasi, roho ya chuki. Ukishakuwa na roho ya chuki, Ayubu, kupata mwili kama wangu, sahau. Roho ya kisasi inapotangulia uwezi. Ni kweli tunakubali wewe ni tajiri, na ni kweli mbingu zinakujua wewe ni tajiri, haijalishi unapata kwa halali, lakini mbingu zinakuona kama wewe ni tajiri. Watu watakuona wewe ni tajiri, na ni kweli. Lakini roho ya kisasi inapokutangulia mbele yako, roho ya chuki, ndugu yangu, roho ya kisasi, sahau kupata mwili kama huo. Yaani sahau. Kwa sababu katika biashara zako zote unakuja kujikuta muda mwingi sawa unatafakari kupiga hesabu na kujua wapi kuna hasara. Lakini roho yako nafikiria yule tajiri fulani yule ni moja mbili tatu, unaanza kutengeneza mbinu za kumwangusha. Ni kutokuridhika kwa watu na maisha yao. Yaani wewe una nchi yako, una rasilimali zako, lakini hutaki kuridhika nazo. Unatumia ubado wa kwenda kuvunja sehemu ya mtu
na uondoke na sehemu ya mali yake, na uondoke na sehemu ya mali yake. Sasa unategemea wewe maisha yako yote unapoandamwa na vikosi vya watu utanenepa kweli? Leo sehemu fulani usikia imelipuliwa, sehemu fulani imelipuliwa, watu kadhaa wamepoteza maisha. Wewe ile nguvu badala uongeze kwa kunufaisha wananchi wako, kufanyeje? Wewe ndio unatumia silaha kutoa hiyo fedha ya wananchi walioitabikia kwa miaka mingi kwenda kununua silaha nzito mataifa mengine huko. Wewe kunenepa, sahau. Ni hatari. Mathayo 6:12-15. Mstari wa 12 mpaka wa 15. Neno la Mungu linasema, yaani utusamehe dhambi zetu kama sisi nasi pia tunavyowasamehe watu waliotukosea. Usitutie majaribuni. Kumbe usiposamehe unaweza ukajikuta unaingia majaribuni kwa kutokusamehe tu. Ni kweli tumeona wazi mtu kwa kutendea kosa fulani na ushahidi umepatikana, basi msamehe huyo mtu. Lakini kwa kutokusamehe unaweza ukajikuta unaingia majaribuni, na majaribu yako mengi ni pamoja na kupoteza hata sehemu ya afya yako. Hilo nalo ni jaribu. Kwani kama ni moyo limetanuka kila siku unameza mavidonge, ni hasara kwa nani? Si kwako kupoteza afya yako. Kila siku unapanga foleni tu hospitalini. Kila siku yani ni wewe tu mpaka watu waisha kuzoea ni fulani huyu. Lakini ukiangalia anaambiwa ana pressure. Kwa nini kujitabisha? Kwa nini kujitabisha? Ambacho ukisema tu Bwana Ayubu mimi nimekusamehe, maisha mengine yakaendelea. Usitutie katika majaribu. Lakini utuokoe na yule muovu. Kwa kuwa ufalme ni wako Mungu mwenyewe, na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Kwa sababu unapochukua hatua ya kunisamehe mimi au kumsamehe jirani yako au mpendwa mwenzako au kumsamehe mtu yoyote ambao wewe unajua umemkosea, kumbe na Baba yetu wa mbinguni atatusamehe sisi katika dhambi zetu zingine. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala huyu Mungu wa mbinguni aliyetusamehe mwanzo hata tusamehe sisi. Kwa nini hawezi kutusamehe? Kwa nini asitusamehe? Hiyo ni hasara nyingine tunakuja kuiona. Kama Mungu akusamehe unaenda mbingu ya nani? Huwezi kutoboa. Unaenda mbingu ya nani? Ikiwa Mungu alinisamehe mimi tena kwa dhambi ambazo yani ni hivyo tu basi tutakutana kanisani. Na hakuna kitu kilichokuwa kinatesa kama kuyakumbuka mambo ya zamani. Na Mungu anasema usiyakumbuke mambo ya kwanza wala usiyatafakari mambo ya zamani. Yanakuletea hasira, ghadhabu, uchungu, yanakukumbusha vitu. Hicho ni kitu ambacho unajua nilikuwa napata hata mchungaji wangu anamwambia, naficha dhambi zingapi, nakwambia hivi na hii kweli Mungu amenisamehe. Ananiambia amekusamehe mwanangu. Usiwe na shida. Mimi kweli niliokoka, lakini mpaka kujua Mungu amenisamehe dhambi ilinichukua kama miezi 3 au 2. Ndio nikathibitisha kwamba Mungu kweli amenisamehe dhambi. Tena kwa kuyachunguza maandiko na kudhibitisha vitabu zaidi ya 3. Mimi ndimi niafutaye makosa yako kwa mkono wangu, kwa ajili yangu, kwa mkono wangu, kwa ajili yangu mwenyewe. Isaya 43:25 mpaka 26. Niite sasa tuojiane. Nikapata andiko la kwanza kwamba Mungu amenisamehe dhambi. Kumbe kwa mkono wake yeye mwenyewe, hakumtuma malaika Gabrieli futa hapo, wala hakumwambia kwamba sijui nani futa hapo, ni yeye mwenyewe. Kwa ajili kumbe ya faida yake tu ili mimi niingie mbinguni. Nikatafakari sana hilo andiko. Nikaja kukuta tena Waebrania. Nikakutana na Zaburi. Dhambi zako nimezitenga mbali kama ilivyo mashariki na magharibi. Kwanza nikajiuliza mimi ni mtu asili yangu ya wapi? Nikaangalia mazingira yaliyokulia. Magharibi, mashariki yote nimeitembelea. Nikashangaa huku kweli mashariki na magharibi inaweza kaja kukutana.
mpaka Yesu anarudi. Nikapata hiyo andiko lingine, na Waebrania ikakazia hivyo hivyo, tena uovu wao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Lakini wewe leo, Mkristo wa leo, unasema kwa kweli nimekusamehe ila sitakusahau. Ikiwa Mungu alinisamehe mimi na akasahau, wewe ni nani uniambie eti sitakusamehe? Yaani nimekusamehe lakini sitakusahau. Amnaga msamaha wa hivyo mahakamani, kanisani, mitaani, popote pale. Hata kama mmeombana msamaha, hiyo kauli isiwepo, na mnashikana mikono kabisa, ishara ya kwamba mmekubaliana kuwa pamoja na rafiki, mmedumu maisha mengine akaendelea. Lakini ukaongea kwamba nimekusamehe lakini sitakusahau, haujatoa msamaha wa ndani ya sehemu ya roho yako ya kumsamehe mtu huyo. Bado kabisa. Yaani bado kabisa, bado. Msipowasamehe watu makosa yao, hata hilo neno limethibitishwa. Hilo tu hata. Ni sawa sana mtu anakuambia, ndugu yangu umefika hapa, unaelekea wapi? Naelekea sehemu fulani. Ni kweli, lakini kwa saa hizi watu huwa wanaenda, lakini yaani mtu yoyote hata kama anakupa umbea, ukisikia lakini, tega sikio vizuri. Kuna kitu hapo kinakuja cha onyo au cha tahadhari. Kwamba ukifanya hivi, wewe ukipita hiyo njia muda kama huu, hawarudigi. Hiyo njia ina wanyama wenye, yaani wale wenye hasira kali ambao hawapatani kabisa na wanadamu au na wanyama wenzio. Kwa hiyo watu wote wanaopita mida kama hii huwa hawarudi. Yaani ukisema mtu akwambia lakini, wewe tega sikio, unaonya au tahadhari. Lakini kama ukifanya hivi utaiponya roho yako. Lakini kama ukitenda hivi utakufa kabisa. Lakini sasa nikwambie, wewe samehe tu. Sasa kama Mungu alisamehe, anasema usipowasamehe watu makosa, hata Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe, mtasali mtaomba. Yaani wewe sije je kuwakuta ukija tu hapa kuomba. Hivi alikujili picha la ule mtu yule mkosea liko mbele yako. Unaona kabisa fulani huyu hapa. Kumbe ni lazima kwanza uondoe hicho kifungu kilichoko ndani ya roho yako, ndipo unakwenda kukutana na Mungu. Usiponisamehe mimi mwanadamu, hata Mungu hawezi kukusamehe wewe. Na mimi naweza nikakufuata kwako Bwana Ayubu, nikakwambia ndugu yangu, kutokana na ile kosa langu Bwana nisamehe. Mimi kweli msamaha unatoka ndani. Wewe kagoma kunisamehe. Mimi nikirudi kwa Mungu ananisamehe. Alafu shida inabaki ipo kwako. Hiyo ndio point wake iko hivyo. Yaani ukikaza umejikazia mwenyewe. Ukilegeza umejilegezea mwenyewe. Mbingu iko wazi kabisa. Mungu alijua kabisa tu hao wataenda kukosana wenyewe kwa wenyewe. Sasa mpaka watu wanauana. Wakolosai 3:13-14. Wakolosai 3:13-14. Amen. Ndio. 13:14. Tukichukuliana. Kwa nini tuchukuliane? Yaani ni kwamba tuanze kubebana udhaifu wetu. Wewe umeshajua sasa udhaifu wangu mimi ni huu hapa. Nikitenda kosa hili ni kwamba namuuzi Bwana Antoni hapendi kitu kama hiki. Basi tunaanza kuchukuliana, yaani tunaanza kubebeana ule udhaifu. Nimeshajua shida iko wapi. Kwa hiyo tunaanza kubebana ule udhaifu. Tukichukuliana na kubebana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Mungu alivyotusamehe sisi, vivyo na sisi tukawasamehe wengine. Zaidi ya hayo, tujivike upendo. Ndio kifungo cha ukamilifu cha kila mwanadamu. Tujivike upendo. Ndugu yangu, mimi ninapokuwa nakupenda Bwana Ayubu, hata kama ukinitendea dhambi, nakuwa ni mwepesi sana wa kusahau, kwa sababu upendo una nguvu kuliko kitu kingine unachofikiria.
Upendo ukitawala kwa watu, hizi roho za visasi, roho za malipizi, chuki, ghadhabu, hasira hatutakuwa navyo, kwa sababu tayari tumefunikwa na wingu la upendo. Hata ukikuta mtu ametenda dhambi unasema sikiliza, wewe sio wa kwanza, lakini hivyo mnamsamehe mtu na maisha mengine yanaendelea kabisa. Yaani kabisa. Inakuwa ni very simple kabisa. Lakini tusipochukuliana uzoefu wetu sisi kwa sisi, tukabaki ni watu wa kunyosheana vidole. Nakwambia tutanyosheana vidole hapa mpaka Yesu anarudi anatushangaa. Kwamba hivi ndio lile kanisa ambalo mimi nililifia msalabani au ni kanisa lingine? Hawa kweli ndio niliwaambia wasamehe wajue walitendao hawa. Sio kweli. Luka 17. Tatu nne mstari. Neno la Mungu linasema. Karibu. Jilindeni. Yaani kuna vitu vya kujilinda, usitegemee tu Mungu mimi ananilinda bwana. Yaani kuna vitu vingine inabidi ujitathmini wewe mwenyewe, ujiangalie roho yako mwenyewe. Maandiko yanasema rinda sana moyo wako kuliko vyote, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Moyo wako ndio unaweza ukaamua hatima yako ukaishi wapi leo. Moyo wako ndio unaweza ukaamua. Rinda sana moyo wako. Na hapa anasema tujilinde wenyewe, kumbe kuna vitu ambavyo inapasa sisi kwa sisi tujichunge, nijiangalie roho yangu. Unajua kabisa hiki naenda kutenga, lakini madhara yanakuaje katika roho yangu, katika mwili wangu? Karibu. Jilindeni, jiangalieni, jitunzeni wenyewe. Kama ndugu yako akikukosea, muone tu kirafiki. Akitubu, msamehe huyo mtu. Na kama katika siku moja akakukosa mara 7 kwa siku moja, na kurudi kwako mara 7 katika makosa yake, akasema nimetubu, brother, sister, mother, msamehe mtu huyo. Nacheka na furahi kwa sababu kama kwa siku moja mtu anakukosa mara 7, alafu maandiko anasema msamehe mtu huyo. Eti wale walioambiwa wasamehe maana hawajui walitendalo. Hawajui kweli? Utasikia wewe jana nilikusamehe. Wewe juzi nilikusamehe. Na leo tena? Mimi bana ni mwanadamu, nimechoka. Na hapo kwa kila siku hiyo ni kosa moja. Sio katika siku moja makosa 7. Kwa wewe saa 3 ulinikosa, saa 6 ukanikosa, saa 10 umenikosa, na saa hizi saa 2 usiku. Hapana, mimi sikusamehe. Kwa siku moja msamehe mtu huyo, hajakamilika. Hakuna aliyekamilika duniani. Maandiko yanasema tunakamilishwa kila siku itwapo leo, na tutakuwa watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Lakini kwa nini tutakuwa watakatifu? Tukijivika upendo. Ndio kifungo pekee ambacho kinakulazimisha wewe kusamehe kwa wakati. Upendo unapokuwa mbali, unajikuta unaishi na kifungo cha kuto kumsamehe mtu kwa muda mrefu. Sasa huo muda unaweza ukapata madhara ya kiafya, roho yako, mwili wako, limoyo limetanuka. Daktari anakuambia unaanza, kwa nini? Mbona silaki vitu vya mafuta? Kwa sababu umekaa na kifungo la mtu. Yaani umekaa tu na kifungo la mtu, hutaki kumsamehe mtu. Yaani wewe sitakusamehe mpaka naingia kaburini. Ndugu yangu, na ni kweli mpaka unaenda jehanamu. Afu ni unakuwa ni upumbavu. Unapata madhara ya roho yako, unapata madhara ya mwili wako. Ni kweli mimi nimekukosa ndugu yangu, lakini nimerudi nikakwambia ndugu yangu nisamehe. Mimi nami ni mwanadamu tu kama wewe. Msamehe huyo mtu. Haijalishi ni ndugu yako kama ilivyoonekana hapo, ni katika dhehebu, ni katika damu kabisa, ni mzazi mmoja.
Wewe samehe tu, kwa sababu unaposamehe unajitengenezea siku njema, unajitengenezea ufalme mzuri katika mbinguni, yaani unajitengenezea mazingira. Maisha tunayoyaishi leo ndio yanaenda kuamua hatima. Lakini katika dhambi ambazo unaweza ukazitenda, yaani mpaka ukafanya unavyojua au ukakaidi tu kwa akili zako usiingie mbinguni, ni pamoja na kutokusamehe. Wakasema muungwana akivuliwa nguo uchutama. Yaani mtu anajua kabisa ametenda kosa na anajua kabisa ile ghadhabu ile jamaa alikuwa na hasira, anaamua kununua kakuku. Sio dhambi. Anatafuta tu bidii ya kuondoa sehemu ya hasira ya yule mtu. Ni kweli mkono mtupu ulangu, lakini mtu anaweza akaja na kachochote. Bana, sasa sikiliza. Na mwingine anaweza akakusamehe kabisa bila chochote. Ambia jirani, haina shida kufanya hivi. Lakini mwingine anguko la mtu mwingine, yeye amepata target ya kuingiza kipato. Tena anakaza kweli kweli. Anakuwa anajua. Maana ni kweli ushahidi umethibitika. Lakini tunaposameheana sisi kwa sisi, ni very simple kwenda mbinguni. Mungu alijua wazi kabisa, kama hawa watu wamenikosa mimi, nimewasamehe, kumbe hata wao duniani wataenda kufanyana ubaya kwa ubaya. Nifanyaje? Akaachia mbingu tu wazi kweli. Wakikubaliana wao kwa wao, mimi I don't care. Wawili watatu watakapopatana duniani kwa jambo lolote, nami nipo katikati yao. Msamaha unamhusu Mungu 100%. Ninapokufuata nikamwambia Bwana Ayubu nisamehe, hata kama tuko wawili tu mimi na wewe, mbingu iko wazi. Hata kama nikachukua na huyu mama anayenizidilika, nikachukua na kijana huyu, wathibitike kama mashahidi katika msamaha wangu, mbingu iko wazi. Mbingu iko wazi. Lakini msipowasamehe watu makosa yao, ndugu yangu, hata baba yenu mbinguni hata wasamehe nini. Mtabaki tu mnaimba baba baba baba, lakini una kifungo hapa. Wewe kwenda mbinguni hautoboi, sahau. Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 10. Sura ya 2 mstari wa 10. Amen. Kama mkimsamehe mtu neno lolote, jambo lolote, tendo lolote alilolitenda, haijaishi ushahidi umepatikana au ni wewe mwenyewe mhusika ndio umeona hiyo neno lolote, na mimi nimemsamehe mtu huyo, maana mimi nami nikiwa nimemsamehe mtu yoyote yule, nimemsamehe kwa ajili yenu. Yaani msamaha uliotoa wewe ni moja kwa moja, ni forever hiyo, mbele za Kristo Yesu. Mbona? Yaani ukimsamehe tu mtu, jua na Mungu amesamehe. Anasema lolote mtakalolifunga duniani litakuwa limefungwa, na lolote mtakalolifungua mbinguni litakuwa limefunguliwa. Na lolote mkisema mlifunge mbinguni, inawezekana mtakuwa mmelifunga. Lakini kwa nini tufungiane hasa kwa vifungo tu vya kutokusameheana sisi kwa sisi? Kosa moja tu. Ni kweli nakubali, hata maandiko yanasema mtu mwema afanyaye wema, lakini akatenda kosa moja, hakika mema yake yote aliyoyatenda halitakumbukwa hata mojawapo. Lakini nimerudi, ndugu yangu, naomba unisamehe. Mimi nami ni mwanadamu tu. Kuwa na roho ya kusamehe, utafaidika. Faida ya kwanza katika mwili wako, faida ya pili katika roho yako. Yaani faida lazima tuiangalie pande zote mbili. Mwili lazima ufaidike, na roho pia itafaidika. Na ukitaka kujua ya kwamba hakuna hasara ambayo utaipata katika roho yako,
weka kifungo uone. Au katika mwili wako, weka kifungo uone. Yaani kabisa wewe sema sitakusamehe mpaka naingia kaburini. Ndugu yangu, hata kama ulikuwa na mwili kama wa kwangu unaanza kunyong'onyea. Sasa mwili umeisha, naenda kupimwa eti na pressure. Kweli? Moyo umetanuka kweli? Kumbe mawazo ni mzigo. Mawazo. Afu unamfikiria tu mtu tu. Ni kijana, ni baba, ni mama. Ukimshughulikia kwa mtu yoyote yule. Unaona bado sasa hivi. Samehe sasa uone. Unakuwa na amani. Yaani ukija kanisani una furaha kwa sababu hauna kinyongo, hakuna hatia yoyote inayokuhukumu. Shanga unaanza kunenepa tu, gari fulu unanenepa tu, shanga unakula nini? Unanenepa tu. Hiyo ni dhambi mbaya, mimi nawaambieni. Sidhani kama mnanielewa. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona sauti ziko na uhai kidogo. Wathesalonike wa kwanza 5:15. Neno la Mungu linasema, ndio, angalieni mtu awaye yote asilipe mwenziwe mabaya kwa mabaya. Mtu awaye yoyote. Yaani mimi nikisema yoyote natamani uvuke mipaka. Usiseme tu kwa sababu ni mshirika mwenzangu au huyu ni mtu wa dini fulani wa dhehebu fulani. Yaani ndugu yangu, huyu awe anasali, asali. Usimlipe mabaya kwa mabaya. Ni kweli amekutenda mema. Ni kweli amekutenda mabaya, lakini hebu jaribu kumlipa mema. Na ndio maana maandiko akasema, angalieni mtu awaye yoyote asimlipe mwenzie mabaya kwa mabaya. Yaani wewe umetenda baya na ukasema kabisa, dawa ya moto ni moto, tutaoneshana. Ndugu yangu, unakwenda kutenda kitu unachokijua. Karibu kuendelea. Bali siku zote fikirieni, tendeni lililo jema. Ninyi kwa ninyi. Na kwa watu wote. Yaani kwa watu wote hao ndio hivyo hivyo. Nadhani ushanielewa. Na kwa watu wote watendeni tu yaliyo mema. Kwani utapata faida gani? Mimi ukamtendea mema afu ukamtendea mabaya. Utapata faida gani? Angalieni mtu asimlipe ubaya kwa ubaya mtu awaye yote yule. Huu ubaya huu unatengeneza chuki, hasira, ghadhabu, roho ya visasi. Unafikiri vinatokea wapi hivi mavisasi mnaoyaona? Ukiona kisasi chochote kile mtu kakitenda, hakukurupuka, ni kitu kilianza kutokota katika roho yake. Kikanomona, kikafanya maamuzi, kikashindikanika. Hatima ndio inaanza kujulikana. Unakuta unashangaa mtu katenda hivi. Kumbe ni kitu ambacho kimemsumbua kwa muda mrefu mpaka kimekula sehemu hata ya afya yake. Kimekula sehemu ya afya yake. Kwa nini kimekula sehemu ya afya ya huyo mtu? Kwa sababu ya kutokusamehe. Usipomsamehe mtu, unatengeneza roho ya kisasi ndani yako. Unatengeneza roho ya malipizi. Hizi roho ni mbaya sana. Chanzo chake ni nini? Amemuua mume wake kisa wivu wa mapenzi. Amemuua mke wake kisa wivu wa mapenzi. Hasira sawa. Ile ghadhabu ikisha tenda hivyo katimilika. Ndio unabaki sasa na zile hasira zako za hapa na kwa sababu hivi mimi kweli ndio nimetenda hivi. Mimi ndio nimetenda hivi. Tayari umeshashikiliwa na polisi. Kutoka huko ndugu yangu. Wewe utajuta. Yaani wewe utajuta. Na kwa nini ujute? Kwa sababu ya hasira ulitanguliza mbele. Afu namwambia ndugu yako tena wa tumbo moja, baba yako au mama yako au dada yako, sitakusamea mpaka naingia kaburini. Kisa atakuchukulia mwanaume tuliokutana duniani. Unatengeneza roho ya kifungo cha
kujifungia mwenyewe kwamba sitakusamehe mpaka naingia kaburini, hakika unakuwa umejifungia wewe mwenyewe. Msipowasamehe watu makosa yao, hata Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi. Ni ngumu hiyo Ayubu. Kuna kisa nimekisikiliza jana, ni hatari. Familia moja wanaishi vizuri, mtu na mume wake. Akaja shemeji mtu, maisha yakaendelea. Unajua mwanadamu anaweza akakunyima chakula, lakini sio maneno Ayubu, kama unjui. Sikiliza nikupe huyu rafiki yangu. Chakula gani akakunyima na kupigisha story, huku maragi anatokota kwa wakati. Siku hiyo alikuwa anapanga chakula dagaa unyama. Anaona ile sharasha mpaka ikaive. Tenga tu maragi, maisha mengine yaendelee. Stories zinaendelea. Akaanza kusikia yale maneno, bwana, huyu mdogo wako anatembea na mume wako. Huyu anatembea na mume wako, maneno asikiliza, anapita huko anatokezea huko. Maisha yanaendelea. Siku ya siku shemeji mtu alifichiki. Na tumbo wako. Bwana wewe, kwa mdogo wangu, hii mimba umeipata wapi? Eti bila kufikiria kabisa waongo ya shemeji. Ya shemeji. Yule mwanamke akaona huyu naweza nikaua hapa. Aichukua akabeba kilango chake akatokomea. Sasa ile ndoa shemeji mtu yule mwanaume akabaki na shemeji mtu. Sasa wameshashindana. Mwanaume anamtafuta yule mwanamke aokiwa. Anamtafuta kweli kweli, wala hakutaka hata kumrudisha nyumbani. Akaona ni aibu, naenda nyumbani kueleza nini? Mdogo wangu kabisa anayenifuata, naenda kueleza nini? Lakini nataka nikwambie haya yote Mungu anayajua na aliona kabisa yatatokea. Lakini pointi ni nini? Wewe samehe. Mungu alidharau aibu, akakubali kufa kifo cha ajabu. Picha ya Yesu tunaona Yesu alisulubiwa msalabani akiwa amevaa nepi, ni uongo ule. Alikuwa uchi kabisa kama tulivyozaliwa. Alidharau aibu. Baada akiwa pale katika maumivu makali ya mwanadamu aliyemtenda, anasema Baba uwasamehe maana hawajui wanitendao. Labda Wayahudi wa kipindi kile walikuwa wajua wanitendao, lakini walikuwa wa leo tunajua tunachokifanya. Huo ndio kweli kabisa Ayubu. Tunajua tunachokifanya. Uwezo ukatendea mabaya ukasema bana niliteleza tu hapa, shetani alikupitia. Shetani alikupitia, uende naye wapi rafiki yangu? Point ni kusamehe. Unakuwa kwanza unaweza ukawa na amani. Mpaka mtu anaweza kushauri, hivi wewe kwa sekeseke zote na maneno unayosikia mtaani, umewezaje kusurvive na afya yako iko vizuri? Ni ya kwangu lakini sijali. Na sijali hivi tu kiolela olela, na samehe. Nikisamehe na sahau, nafungua kurasa mpya. Sasa unawaambia kabisa jamii ile kuzunguka, mimi nimemleta mama hapa kama shahidi, mtu anayenizidi umri, bana kwa lile tukio unisamehe. Yaani wewe kwa kweli nimekusamehe lakini sitakusahau. Wewe utanisahau mimi wewe. Usiposahau, usiposamehe, linakuja lile neno Mungu alilokuambia. Usiyakumbuke mambo ya kwanza wala usiyatafakari mambo ya zamani. Alikufanyia hivi. Hivi kwani umeshasahau? Roho inaanza kujiumba sasa. Ghadhabu inaanza kujiumba. Inaanza kujiumba. Unapata mbinu. Lazima upate mbinu. Shetani anakuambia sasa, huyu Zadiona ameshinda kwenye ile vita, wewe tumia hii shortcut. Hiyo shortcut ni hatari. Kuna haya ikaondoa roho yako ama ukabaki na ulemavu wa kudumu. Unakuta watu wanauawa wametupwa kwenye mitaro. Unadhani hivi wewe unaweza ukajitupa kwenye mtaro wewe? Unakuta mtu kajiningiliza hapo kajinyonga. Wewe unaweza ukachukua kama ukajinyonga kila silesi tu kwa waziri mkuu. Wewe unadhania mchezo wewe? Hapa unafikia hatua kabisa ya kuwaza na kuwazua kwamba kuepukana na ujirani yangu acha nikajiningilize. Maandiko yanasema ni upumbavu mtu kujichomoa roho yake. Ni mawazo ya kizembe sana. Bora uishi maisha yoyote ya shida kuliko kupoteza sehemu ya roho yako mwenyewe ukiwa na akili timamu. Ayubu, bora kuone maskini wa kutupwa lakini una kusudi lako ndani. Bora kuliko jamii ianze kutafakari yule kabisa sasa hivi anasali pale. Na mimi nilikuwa tena alikuwa niko kwa yule umemsahau.
na ule mkutano wa pale imekuwaje kafanya hivi. Madhara makubwa sana ya kutokusamehe. Madhara makubwa sana. Kuna mtu mmoja mimi niliona kaugua hali ya kufa. Nikaanza kumwangalia huyu mtu anaumwa hivi. Roho yangu ikaanza kuniambia, kwanza nikatafakari ile historia. Ni watu miaka kabisa. Nikaanza kutafakari ile historia. Chanzo chake nini? Yaani wakanyadisia. Kwa ujasiri tu nikasema, huyu ana roho ya kutokusamehe. Ana roho ya kutokusamehe na ndio inayomtesa. Watu wakamhoji vizuri, akasema ni kweli yule fulani nilisema sitakuja kumsamehe. Lakini kwa nini uko katika hali hizi? Yaani hali ya lala salama kabisa, unaona kabisa mimi na dunia bye bye. Afu bado umekaza. Yaani una akili timamu kabisa. Unajua kuna vitu vingine. Kwa mtu mmoja ananiambia, kijana, wewe uogopi kufa kwa sababu bado ni kijana. Mimi ni mzee. Naogopa kufa. Nikauliza kwa nini naogopa kufa wewe mzee? Yule mtu akasema, nendeni mkanitie watu fulani. Wakaitwa wale watu. Walipoitwa wale watu, akaitwa na ule mtu aliyemkosea, wakasameheana pala kwa kuongoza sala ya toba. Uwezi amini. Isari moja ni kubwa. Yule mtu akawa amefariki. Unaondoka katika kifo cha amani, kifo chema, unajua uendako. Unajua kabisa uendako. Wakati unapofikia Ayubu, unaonaga watu wanaweweseka. Mimi nimetafiti mno. Kuna watu wanaondoka na vinyongo vya watu. Lazima ufe kwa kuweweseka. Yaani kama vile una vibrate unafanyaje? Mara hao naona wanakuja mara nini sijui nini. Lakini unapoachilia wewe, Mungu ni mwingi wa rehema na neema. Mbingu iko wazi tena nyepesi kabisa. Hawezi akakuaibisha kizembe. Hawezi kabisa, yani hata chembe. Yaani hata chembe hawezi kabisa. Hawezi hata kidogo. Wewe samehe tu. Marko 11:25-26. 26. Alafu mama Jofu weka kwenye Mathayo 5:21-26. Neno la Mungu linasema kwa hivyo. Na ninyi kila msimamapo na kusali, samehe kwanza. Ikiwa una kifungo juu ya mtu ya kwamba sitakusamehe mpaka naingia kaburini, sitakusamehe. Wewe ukiwa una neno juu ya mtu, endelea. Ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi. Ukiwa na neno juu ya mtu inabidi usamehe. Yaani samehe kabisa. Umekuja hapa sijui ni nini, una kifungo, samehe kwanza. Ni vile sipo kabisa. Mungu alijua kabisa kama hao watu wamenikosa mimi, nami nikawasamehe na kuwapa nafasi nyingine. Wewe ni nani? Endelea. Lakini nilikwambia hata kama ni mtu anakupa ubuyu, unajua afya yangu 1 2 3, ukisikia neno lakini ni option mbili tu. Kudefense, kushambulia. Lazima iwepo tahadhari, lazima iwepo onyo. Kama sio onyo ni tahadhari. Lakini kama ninyi hamwasamehe hao watu waliowakosea, wala Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Hawezi. Wajua, karibu mama Jofu, Mathayo. Hiyo ni Mathayo 5:21-26. Mmesikia watu wa zamani waliotuzidi umri, waliotangulia huko, usiue. Na mtu akiua inampasa hukumu ya wapi? Jehanamu moja kwa moja hiyo. Lakini Mungu anasema, mimi nawaambieni, Yesu mwenyewe hadi maneno yake yeye mwenyewe akiwa duniani. Lakini mimi nawaambieni, kila amwonee ndugu yake hasira. Yaani wewe ndugu kabisa kuzaliwa, afu mimi nakupandia juu kabisa. Yaani hasira inajadilika, haijalishi labda
labda ni maendeleo yako, haijalishi ni ndoa yako, biashara zako, lakini nina hasira dhidi yako katika hivyo, huyo mtu inampasa hukumu, kwa sababu hizo hasira hizo zitakusababishia kuondoa roho yake au kumweka katika sehemu mbaya. Na mtu akimfiolea ndugu yake, yani kuja nikosoke picha tu, sema kuna mabingwa wa kufyonza kabisa ile mdomo naenda kusiu. Sasa mimi napita, unanifyonza, nimekufanyaje? Kumbe wewe una kitu lako ambao mimi labda nilikutendea kwa bahati mbaya, sijui. Unajua kuna vile vitu vingine ambavyo sikufikiria kabisa kukutendea wewe, na nikifikiria sioni. Afu na wengine ni wivu tu wa maendeleo. Yaani mtu anapita hivi sasa hivi najiona, tangu nimepata kile kamjengo, ninaona nimemaliza maisha kabisa. Basi upambane upate chako, kwani kunisimanga katika changu. Na mtu akimfiolea ndugu yake inampasa baraza. Yaani kama ni kanisani haiko mchungaji, waite wazee wa kanisa, alake wewe, kwa nini wewe nilipita ukanifiolea pale? Kwa nini ulinifyonza? Inampasa baraza awape chini, aseme shida iko wapi? Chanzo ni nini? Na mtu akimwapiza, yaani sitakusamehe mpaka naingia kaburi. Aibu, nasemaje? Haki ya Mungu sitakusamehe wewe. Umeapa katika mbingu, katika nchi, wewe unakupasa jehanamu moja kwa moja. Moja kwa moja. Rudia hayo maandiko. Yaani anza huo wa 21. Mmesikia watu wa zamani walivyoambiwa usiue. Na mtu akiua inampasa hukumu. Lakini Yesu anatuambia sisi, kila amwonaye ndugu yake hasira inampasa hukumu hiyo moja kwa moja. Sijui kama mnatafakari haya maandiko. Sijui kama au tunasoma tu mradi kupoteza muda, ibada isho tuondoke. Wewe ukimwonea tu hasira ndugu yako, hasira ni mbaya, hasira hujenga chuki, ghadhabu, yaani kila kitu hapo. Na hasira inaweza ikaamua chochote. Na mtu akimfiolea ndugu yake inampasa baraka mtu huyo. Na mtu akimwapiza ndugu yake inampasa jehanamu moja kwa moja. Basi mimi sasa najijua kabisa nina kifungo zidi ya Ayubu, lakini ndio wa kwanza hapa kuleta kamfuko kangano kasadaka kazuri kalikonona na simama mbele za Mungu kama hivi. Na mtu ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku nakumbuke kabisa ndugu yangu, kwa lile ni kitendo nilomtendea mpaka leo analikifungo zidi yangu. Iache sadaka yako mbele ya madhabahu, nenda zako ukapatane kwanza na huyo ndugu yako, ndipo urudi ukumalizane na Mungu mwenyewe. Patana na mshtaki wako upesi, kipindi bado upo naye njiani. Huyo mshtaki asije akakupeleka kwa kazi, na kazi ya kimu tupa kwa askari huko, ukatupwa gerezani. Na mimi nakwambia utoki humo kamwe, ni forever hiyo milele. Hata uishe kulipa ile deni, lakini kwa maisha duniani hujanisamea mimi, wewe ni forever jehanamu moja kwa moja. Haina mjadala hiyo kabisa. Wewe kama kifungo changu uone. Wewe yaani nataka nikwambiaje? Sijui kama tumeelewa vizuri huo mstari. Sisi tulioko duniani tuna nafasi tena kubwa. Yaani naangalia tena nyimbo ya Bahati Bukuku, jamaa akapeleka jehanamu akaenjoy, akapeleka mbinguni akakasirika. Afu akakubali kusaini. Mimi mwenyewe fulani nimekubali kwenda jehanamu nikiwa na akili zangu. Yaani hapo ndo akatafakari hilo neno. Nikiwa na akili zinafanya, nikiwa na akili zangu timamu. Ni maamuzi magumu. Sisi tuna nafasi kubwa ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Tunayo kubwa. Tuna nafasi. Tusijikatie tamaa, ila kubali. Lazima ukubali kunyenyekea. Lazima ukubali, yaani kuvaa hiyo aibu kwamba nitafanyaje? Wewe nifuate tu, niambie bana 1 2 3. Mimi nitakusamehe. Rudia tu mstari wa mwisho. 26 unasema, patana na mshtaki wako upesi. Au kufungua kitabu cha Luka hiki. Luka 12.
mstari wa 58 na 59. Mama Jofu, fungua kitabu cha Mathayo hicho 18, 21 hadi 35. Mathayo 18, 21 mpaka 35. Ayubu, wewe tembea na hiyo Luka 58, 59. Somo langu linasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Yaani Mungu kutusamehe sisi ilikuwa ni jukumu lake, lakini akajua kama sisi tulimkosa Mungu, lazima na sisi tutakosana hapa duniani sisi kwa sisi. Kwa hiyo Mungu ikabidi aache nafasi wazi, aache lango wazi la mbinguni la mimi kupatana na wewe. Anasema Karibu. unapofuatana na mshtaki wako kwenda kwa mwamuzi. Maana unapofuatana na mshtaki wako, mimi tayari ni mkosefu, nimemkosea huyu ndugu yangu. Sasa inaonekana pale yani kutokuelewana. Yule jamaa sasa anatamani kwenda kituo cha polisi au mahakamani au popote pale. Ndipo maandiko yanasema sasa tunapofuatana na mshtaki wangu kwenda kwa mwamuzi yoyote, hata kama ni mchungaji, ila tunaenda kwake akamue hii kesi. Hapo njiani tunapoenda kwa mchungaji au kituo cha polisi au kwa balozi au kwa mwenyekiti wa mtendaji kituo cha polisi, mahakamani, tunapokuwa njiani, fanya bidii kupatanishwa. Unajua kuna wale watu wasema kubadileni tu yaishe. Afu wanajidai nikienda huko nitashinda. Ukiangalia kweli kimwili na kuzidi, kifedha na kuzidi, kila kitu na kuzidi, mimi nitashinda tu. Acha ujinga, patana na mshtaki wako mapema. Asije akakupeleka sasa moja kwa moja mpaka mbele ya hakimu. Huyo kazi naye akakupeleka. Yaani hilo andiko tena limejirudia. Na yule mwenye kulipiza usipe kisasi. Kisasi ni juu ya Bwana. Sasa hasira husababisha makitasi. Na kisasi kwa serikali ya duniani hii dunia hii. Unayoona mahakamani na nini? Hivi vifungu vipo. Wewe umefanyaje? Amenitukana huyu. Hizo kesi zipo. Zina faini zake mpaka nakwenda jela. Huyo mwenye kulipiza akakutupa gerezani. Na mimi nakwambia kweli kabisa, kutoki humo kamwe, forever milele. Sasa sijui utalipaje na huko ndani ya nondo gerezani. Na ndio maana mahakamani huwa kama kuna makosa mtu anaweza akapigwa miaka 5 pamoja na faini. Yaani utatoka jela miaka 5 na bado utakuja kulipa hela yetu. Na kuna vifungo vingine kabisa. Hakimu anasema kabisa, jamani, huyu mtu nimemgonga hii miaka 30. Iwe fundisho tu kwa watu wenye tabia kama hizi. Kwa nini iwe fundisho? Yaani hapo wewe akajua hiki kifungo kabisa kinasema ni miaka 3 jela au 10 au 6. Piga miaka 30. Maliza na hiki kitabu. Hicho ni Mathayo 18:21-35. Neno la Mungu linasema. Petro akamwendea Yesu. Haya ni maneno ya Yesu tunayathibitisha. Akamwendea Yesu, akafika Bwana, ndugu yangu alikosea mara ngapi ili na mimi nimsamehe? Nimsamehe angalau hata mara 7 tu. Alikosea mara ngapi nimsamehe mara 7? Yesu akamwambia, sikwambii tu mimi hata mara 7. Nakwambia hata 7 mara 70. Hiyo ni forever milele. Msamaha hauna mwisho. Yaani msamaha ni milele wa maisha yetu mpaka tunapita. Kwa sababu hiyo akamwambia ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza ile hesabu sasa, aliletewa mtu mmoja uiwawe talanta 10,000. Kwa takwimu ya haraka tuseme ni 100,000 ya sasa hivi. Naye alipokosa cha kulipa, bwana wake sasa, chanzo cha kuamuru auzwe ni nini? Bado ni ile kutokusamea hasira kadhabu. Akaamuru auzwe huyo mtu. Sio yeye tu, yeye na mke wake na watoto wake. Na vitu vyote alivyonavyo, kama una nyumba Boongo iuzwe, una nyumba ya Bogoro iuzwe, una mashamba Kagua yauzwe. Likalipwe lile deni. Yule
Yule mtumwa akaanguka, akamsujudia mpaka nchi, akasema, Bwana, nivumilie tu ndugu yangu. Sio tunadaiwa eti mtu anakufuata bwana, mwambie nivumilie. Unajua huu mwezi wa mbaya au jana na leo hali kwamba nivumilie rafiki yangu, nitakulipa tu. Nami nitakulipa yote pia. Hii unanidai talanta 10,000 nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia. Vitabu vya Mwanzo tumeshapita kwenye huruma huko. Umechelewa kidogo. Mtu mpaka inafikia chanzo cha kukusamehe kwamba amekuhurumia. Hata ukipita mtaani ukakuta mtu ni mhitaji, ni mlemavu, ni nani, pata chanzo cha kumsaidia. Imetangulia nini? Huruma. Kwa mazingira uliyomuona, maisha anayoishi unamhurumia, unamwachia chochote kitu cha kumsaidia. Ni huruma imetangulia. Akamhurumia mtumwa yule. Akamfungua. Akamsamehe lile deni, yani akamsamehe kabisa. Lazima ukubali kusamehe. Mtumwa yule akatoka. Akamwona mtumwa wa wajoli wake aliyemuia dinari 100, yani sawa na 50,000 au 10,000. Akamkamata, akamshika kwa kabisa, yani akamkaba hapa, wewe akasema, ndipo chochote ulicho nacho. Hebu fikiria, huyo mtu katoka kule, usijisaulishe. Huyo ndio yule aliyesamehewa kule, si ndio? Hivyo ndio aliyesamehewa kule. Alafu yeye katoka tu mbali, hajafika hata mbali. Mtoa kwanza ni huo hapa, wa pili ni huo hapo. Akakutana tena na mtumwa wake, akamkaba kwa, nilipe ulicho nacho. Sina kudai kadhaa, wewe nilipe. Mjoli wake akaanguka chini kama yeye alivyosujudu kule. Akamsihi, akamwambia, nivumilie ndugu yangu. Kama ile kauli aliyotumia yeye, malipo ni duniani, na mimi nitakulipa yote pia. Yeye hakutaka. Hajakuwa mwanzo amesamehewa tena kwa fedha nyingi, hii ni kidogo. Na wenda yeye angelipo asingeenda kupunguza deni, maana kule maandiko amesema amesamehewa, lakini yeye hakutaka kusamehe. Akamchukua huyo mtu tu kwa kifungoni huko. Sasa nakwambia utatoka mpaka unilipe lahamu. Kuna watu waliaona lile tukio wakasikitika sana. Huyu sio yule aliyesamehewa, tena fedha nyingi kuliko huyu. Naye hata kukabwa kwa alikamatwa tu akafungwa vizuri, akamsihi mtu wake akasamehewa. Mbona hapa ameshindwa kusamehe? Wakaenda wakamwambia sasa yule tajiri yote aliyotokea, haya tuliyosoma yote, yule mtu aliyemsamehe 1, 2, 3 na hivyo. Ndipo bwana wake akamwita, akamwambia, ndugu yangu, ewe mtumwa mwovu, mimi nilikusamehe deni lako lile lote, sikutaka unilipe hata senti. Tena niliamuru uuzwe, wewe na nyumba yako na mali zako zote na familia yako. Uliponiomba. Na wewe je, haikukupasa kumsamehe huyu mfanyakazi wako kama mimi nilivyokusamehe? Pointi ni ile ile. Msipowasamehe watu makosa yao, hata baba yenu wa mbinguni hata wasamehe nyinyi. Shida kumsamehe huyu. Bwana wake akaghadhibika. Nilikwambia ghadhabu ina nguvu kuliko hasira. Yaani hasira anaweza akatokea mtu mwenye hekima au anayenizidi umri akaniambia, kijana, acha usifanye hili tendo. Ile hasira, nikiangalia yule mzee, hasira yangu ikapoa, nikamsikiliza. Lakini ghadhabu huwa haitulizwi mpaka kusudi litimie. Sasa maandiko yanasema huyu mtu akaghadhabika. Yaani alichukia zaidi ya kuchukia. Na ukisha ghadhabika mpaka kusudi litokee, ndio kidogo narudi katika hali yako. Yule bwana akaghadhabika. Akampeleka kwa watesaji kwanza, mpaka atakapokuilipa deni lote hilo. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi msiposamehe kwa mioyo yenu yote. Kila mtu na ndugu yake, kila mtu na jirani yake, kila mtu na mke wake, kila mtu na mume wake, kila mtu na watoto wake, kila mtu na familia yake, kila mtu na zebu yake. Hata kama sio zebu yako, ila amekufanyia mabaya akaja kuomba msamaha, msamehe. Usipomsamehe, nataka nikwambie, sio mimi, maandiko yameshathibitisha, wewe huendi mbinguni.
Kama Mungu alitusamehe sisi, wewe kwa nini ukaze? Unajua unakuwa umejikazia wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na amani? Amen. Basi tusimame tumshukuru Mungu. Kila mtu asimame hapo kusali, kama ana neno juu ya mtu mwingine asamehe kwanza. Amen. Msamaha ni endelevu, msamaha ni maisha, ni jumla ya maisha ya mwanadamu. Kula kwako hapo, Mungu lazima arejee kwa yule mtu akamsamehe. Alafu wewe uliyesema sitakusamehe mpaka naingia kaburini, hicho kifungo ni cha kwako. Na nataka nikwambie hakuna mbingu. Unaenda mbingu ya nani? Kama ni mbingu aliyetuumba, aliyetusamehe sisi kwanza. Wewe kwa nini ugome kusamehe? Tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya saa hii na muda huu tena ulioutoa kwa ajili yetu sisi. Ni muda ambao ni wa faida, ambao Bwana tumepata kulitafakari neno lako kwa uchache na kwa undani. Bwana, neno lako ulilonipa nami nimeomba watumishi wako Bwana. Pointi ni kwamba Bwana tukasameheane kama wewe ulivyotusamehe sisi, na sisi pia vivyo hivyo kwa ajili ya wenzetu, kwa ajili ya jirani zetu. Mungu, tupe roho ya unyenyekevu, roho ya kutii, roho ya kusamehe.